Na sasa unisikilize. Kama una mtoto ambaye ana autism, amechelewa kuongea, hapendi kuchangamana na wenzake, ana tabia ya kurudia jambo moja kwa nyakati tofauti, mtoto ambaye ana udhaifu fulani wa kimwili, hasa katika viungo vyake, ana udhaifu wa kihisia, yani kwenye action na reaction zake, ana udhaifu wa kiakili, mtoto ambaye ana tabia zinazobadilika au hazieleweki, ni mtundu kupindukia, hatulii, ni msumbufu sana, hawezi kufanya maamuzi kwa haraka au anafanya maamuzi kwa haraka, ni mvivu sana, ni kiherehere sana na mengine mengi. Nataka nikuhakikishie kuwa ni dunia na watu wake ndio imeshindwa kuwaelewa watoto wa aina hii, lakini Mungu na ulimwengu wote wa kiroho unawatambua na unawaelewa vizuri kabisa. Dunia inawatambua kama watu wenye udhaifu au walemavu, na dunia sasa imeshaanza kuwaweka katika makundi yenye majina fulani fulani bila kusoma alama za nyakati tulizo nazo, na ndio maana ongezeko la watoto wa namna hii limekuwa ni kubwa sana kwa wakati tuliona. Lakini leo nataka nikupe siri ama code. Wewe ambaye una mtoto wa namna hii mwenye tabia hizo nilizokutajia, ukishaona mtoto ana hizi hali zote ama mojawapo ama chache katika nilizokutajia, wala usijaribu kumtazama kama kitu dhaifu na wala usimkatie tamaa hata kidogo. Sasa nitakupa ushuhuda. Siku moja niliitwa kwenda kumwombea mtoto mmoja kwenye familia fulani mwenye hali mojawapo kati ya hizo nilizokutajia. Nilipomaliza kuomba, pale nilisikia Mungu ananiambia, wala usijisumbue sana, huyu mtoto nimembebesha siri nyingi za ulimwengu wa kwangu, ulimwengu wa kiroho, na dunia inajua hilo, ndio maana imemkataa na imehakikisha anazaliwa na hiyo hali. Waambie wazazi wake wasimtazame kama mtu dhaifu, na badala yake wamtazame kama mtu shujaa sana. Nataka nikwambie, hawa watoto wa namna hii wana nguvu za kutoka katika ulimwengu mwingine kabisa. Wamebebeshwa ajenda zisizo za kawaida ili kuja kuisaidia dunia. Wana majibu ya matatizo mengi ya dunia hii kwa nyakati tulizo nazo. Ukijua siri hii, itakusaidia jinsi ya kumlea huyo mtoto kwa namna alivyo kitofauti. Sasa kwa nini nakwambia hivi? Watoto wa namna hii, hata aina ya vyakula, vinywaji havitakiwi kuwa vya kawaida kama wengine wanavyokula. Unisikilize. Na sasa usidhani imeanza leo. Watu wengi wanadhani ni vitu vya leo hivi. Ipo hivyo tangu zamani. Wewe jiulize, kwa nini Yohana Mbatizaji aliishi nyikani? Maana yake hakutaka kuchangamana na watu wengine. Na kwa nini chakula chake kilikuwa tofauti kabisa? Biblia inasema alikula nzige na asali, alafu check jinsi ambavyo Mungu aliamua kumtumia. Utaanza kunielewa. Wote tunamfahamu Musa, alikuwa na udhaifu wa kuongea. Biblia inasema alikuwa na uzito wa ulimi, lakini check kazi aliyoifanya. Ni mtu pekee aliyekuwa ana uwezo wa kuongea na Mungu kama ambavyo wewe unaongea na mtu mwingine. Hii si kitu cha kila mtu, unatakiwa kuelewa. Kuna mtu alikuwa kiherehere na majibu ya kutokufikiri vyema kama Petro. Nenda kasome Biblia yako vizuri, lakini cheki alivyowekwa kuwa msingi wa kanisa. Leo mimi na wewe tuna huu wokovu. Kuna mtu alikuwa na majibu ya kuudhi kama Yesu. Nenda kasome vizuri Biblia yako. Yesu alikuwa ni mbabe bwana. Alipokuwa hapa duniani alikuwa ni mbabe kwelikweli. Dunia ilishindwa kumwelewa tangu akiwa mtoto. Mpaka leo kuna watu bado wanapata shida kuelewa wakimsoma Yesu. Nisikilize, Yesu akiwa mtoto wa miaka 12, wazazi wake wamemtafuta siku 3, alafu wanamkuta mahali, wanamuuliza, mbona umetutenda hivi? Anawajibu, hamjui kuwa ilinipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu. Ni majibu ambayo ukiyatazama unaweza ukaanza kuelewa alikuwa ni mtoto wa namna gani. Na hii ni stori moja tu tulioambiwa. Kuna wakati anaambiwa, mama yako na ndugu zako wako nje wanakusubiri. Anajibu, mama yangu na ndugu zangu ni hawa wanaonisikiliza. Si vitu vya kawaida. Sikiliza, badili namna unavyomtazama huyo mtoto. Nafuatilia vizuri, utanielewa. Asilimia zaidi ya 98 ya watu wenye IQ na EQ kubwa na magenius wa hii dunia wanatoka katika kundi hili la watoto wa tabia hizo ndizo kutajia. Hakikisha
anakula sahihi, analala vizuri. Usiogope gharama yoyote ya kumsaidia. Kama ni gharama ya kimatibabu ya kidaktari, utakuja kushukuru baadaye.